Bwana Yesu asifiwe. Tarehe 27 ya mwezi wa 9, kipindi hewani tupe riziki yetu ya kila siku. Na mimi ni Mwalimu Baraka Mbona Aliba kutoka Wede Tena Ministries. Leo nataka tuanze jambo jingine. Tuangalie jambo jingine kwa siku kadhaa. Utakumbuka kwa siku kama 10 na nyuma tulikuwa tunaangalia habari ya mambo 10 ya kujifunza kutoka kwa mwanamke mjane wa mwana wa manabii na chupa ya mafuta na mtumishi wa Mungu Elisha. Lakini leo nataka tuanze kujifunza kitu kingine kwa kichwa ambacho kinasema kanzu ya Yusufu. Nataka tuangalie jambo la kiuchumi la kujifunza kutokana na kanzu ya Yusufu. Kanzu ya Yusufu. Mwanzo sura ya 37 mstari kuanzia ule wa kwanza mpaka mstari wa 4 hivi. Mwanzo sura ya 37 mstari wa kwanza, Biblia inasema Yakobo akakaa katika nchi aliyosafiri baba yake, katika nchi ya Kanaani. Hivi ndivyo vizazi vya Yakobo. Yusufu aliyekuwa mwenye miaka 17 alikuwa akichunga kondoo pamoja na ndugu zake. Naye alikuwa kijana pamoja na wana wa Bilha na wana wa Zilpa, wake wa baba yake. Yusufu akamletea baba yao habari zao mbaya. Nataka uone mstari wa 3 umebeba theme, umebeba wazo ambao nataka tutembee nalo. Mstari wa 3 unasema basi Israeli akampenda Yusufu kuliko wanawe wote. Israeli akampenda Yusufu kuliko wanawe wote, maana ni mwana wa uzee wake. Sababu ya kwanza, unaona pia ni mwana wa uzee wake. Sababu ya pili, alimletea habari zao mbaya au ndugu zake wengine akampenda. Matokeo ya huku kumpenda Yusufu, Biblia inasema akamfanyia kanzu ndefu. Akamfanyia kanzu ndefu. Ndugu zake wakaona ya kuwa baba yao anampenda kuliko ndugu zake wote. Kwa nini? Kwa sababu waliona amemfanyia kanzu ndefu. Kwa ile kanzu pamoja na mambo mengine ilionyesha kwamba Yusufu anampenda zaidi, Yakobo anampenda zaidi Yusufu kuliko ndugu zake wote. Na matokeo yake Biblia inasema wakamchukia wala hawakuweza kusema naye kwa amani. Nini kilileta chuki pamoja na mambo mengine? Kanzu ambayo Yusufu alishonewa na baba yake. Biblia ya Kiswahili imesema kanzu ndefu. Biblia ya Kiingereza nikisoma itakupa maana zaidi ya jambo nataka uone. Biblia ya Kiingereza yenyewe huu mstari wa 3 ambao inasema Israeli alimfanyia Yusufu kanzu ndefu, wanasema now Israel loved Joseph more than all his children because he was the son of his old age. Alafu anasema and he made him a coat of many colors. A coat of many colors. Kiswahili kimesema akatengenezewa kanzu ndefu. Kiingereza kinasema akatengenezewa kanzu ya rangi nyingi. A coat of many colors. Neno hili coat of many colors au kanzu yenye rangi nyingi ndilo lilonipelekea msukumo wa kutaka kujua kwa nini kanzu yenye rangi nyingi. Kwa nini kanzu yenye rangi nyingi? Upendo ulimsukuma mzee Yakobo kumtengenezea Yusufu kanzu ndefu. Kwa nini? Ambayo Biblia ya Kiingereza inasema haikuwa tu ndefu, lakini ilikuwa yenye rangi nyingi. Tungeweza kusema ya kupendeza, nzuri. Na hii ikaleta chuki kwa ndugu zake. Kwa nini kanzu ndefu? Na kabla tujaenda ndani sana, nataka nikutafakarishe kidogo. Ya kwamba ukisoma Biblia utagundua kuna mambo mawili ambayo kama yanafanana lakini yametumika tofauti. Kwa hiyo nikaanza kujifunza kuona tofauti iliyopo kati ya haya mavazi. Na utagundua mavazi mawili yamefanana kwenye Biblia, na unaweza kufikiri ni yanatumika sawa au ni jambo lile lile, lakini ni jambo tofauti. Na lao ni neno kanzu au vazi aina limeitwa kanzu na vazi linaitwa joho. Vazi linaitwa kanzu na vazi linaitwa joho. Kwa hiyo utagundua ya kwamba ni tofauti. Vazi la kanzu na vazi la joho ni mavazi mawili tofauti, lakini yamebeba maana pia tofauti. Kwa hiyo nikataka kwanza kujua. Ngoja nikupe mistari michache kadhaa uone. Kutoka sura 28 mstari wa 4 kwa mfano, kutoka sura 28 mstari wa 4 anasema na mavazi watakayofanyia ni haya, yani atakayowafanyia makuhani, kifuko cha kifuani na naivera na joho.
Alafu sifikiri joho ni kanzu, kwa sababu baada ya kusema na joho anasema na kanzu ya kazi ya urembo. Kwa hiyo unaona pia hapa kanzu ilikuwa imebeba urembo. Kule Yusufu alifanyiwa kazi ndefu, kanzu ndefu. Kiingereza kimesema coat of many colors. Kwa hiyo unaona inaendana na hapa ya kwamba hii ilikuwa ni kanzu ya urembo. Lakini nataka uone kuna tofauti kati ya joho na kanzu. Ukienda sura 29 Kutoka mstari wa 5 pia anasema kishatoa hayo mavazi ya kumvika Haruni, alafu angalia, itie kanzu na joho ya naivela, na naivela ya kifuko cha kifuani. Unaona kanzu na joho, kanzu na joho. Angalia Daniel sura ya 3 mstari wa 21. Basi watu hao wakafungwa hali wamevaa suruali zao, kwa hiyo walikuwa wamevaa suruali na kanzu zao, walikuwa wamevaa kanzu na joho zao, walikuwa wamevaa na joho na mavazi yao mengine, wakatupo katika tanuru ya moto. Kwa hiyo walivaa suruali, wakavaa kanzu, wakavaa joho na mavazi mengine. Nataka uone kanzu na joho ni vitu viwili tofauti kulingana na Biblia. Utasema ni Agano la Kale, lakini ukija Agano Jipya, Mathayo sura ya 5 mstari wa 40. Mathayo sura ya 5 mstari wa 40 anasema, na mtu atakaye kukushtaki na kuitwaa kanzu yako, mtu atakayetaka kukushtaki na kuitwaa kanzu yako, mwachie na joho pia. Kwa hiyo unaona kanzu na joho ni mavazi mawili tofauti ambayo yangeweza kuvaliwa kwa pamoja, na mara nyingi ilikuwa hivyo, au yangeweza kuvaliwa tofauti. Lakini atakayetaka kanzu, mwachie na joho. Ukienda Luka sura ya 6 mstari wa 29, Luka sura ya 6 mstari wa 29, akupigaye shavu moja mgeuzie la pili, naye akunyang'anyaye joho yako, atakaye kunyang'anya joho, usimzuilie na kanzu. Kwa hiyo kanzu na joho ni mavazi mawili tofauti, na ya mara nyingi yakivaliwa kwa pamoja, mara kadhaa yakivaliwa tofauti. Yusufu alishonewa kanzu ndefu na baba yake, au Kiingereza kanzu yenye rangi nyingi, au Kiingereza kanzu yenye rangi nyingi. Jambo hilo pia unaona likitokea kwa Nabii Samueli. Nabii Samueli wa kwanza sura ya 2 mstari wa 20 na wa 19. Samueli wa kwanza sura ya 2 mstari wa 19. Unaona Samueli naye alifanyiwa jambo hili. Jambo la ajabu na la kufanana kwa wote ni kwamba theme au kilichosukuma wafanyiwe ni kama kinafanana. Samueli wa kwanza sura ya 2 mstari wa 19. Biblia nilionayo inasema hivi, au tunaanza kwanza mstari wa 18. Lakini Samueli alikuwa akitumika mbele za Bwana, naye alikuwa kijana mwenye kuvaa naivera ya kitani. Anafuangalia mstari wa 19, tena mamaye humfanyizia kanzu ndogo. Yule ni kanzu ndefu, huyu ni kanzu ndogo. Kwa hiyo pia kanzu zilikuwa za tofauti tofauti. Kanzu ya Yusufu kanzu ndefu, kanzu ya Samueli kanzu ndogo. Alimshonea kanzu ndogo na kumletea mwaka kwa mwaka, hapo alipokwea pamoja na mumewe ili kutoa dhabihu kila mwaka, alifanyiwa kanzu ndogo. Kwa hiyo umeona pia kanzu zilikuwa za aina tofauti tofauti, na kama vile majoho yalivyokuwa ya aina tofauti tofauti. Kuna tofauti kati ya kanzu na joho. Kanzu ya Yusufu 37 Mwanzo mstari wa 3 ilikuwa kanzu ya rangi nyingi. Fuatana na sisi kesho saa 12 asubuhi tutakapoendelea kuchambua nini kilichobebwa kiuchumi na kanzu ya Yusufu. Mungu akubariki sana. Uwe na siku njema.